Tuendelee. Akiwa amekaa hapa akasikia Lindong, kuna mchongo. Kumbe ni demoni Kimateni, panya aliyeko ndani ya lile jiwe alikuwa akiongea naye. Kumbuka ni panya ambaye yupo katika umbo la kibinadamu. Hapa kuna mchongo nataka nikwambie. Mchongo gani? Akaambia ingia, jamaa wako akaingia ndani. Lindong akaingia ndani ya lile jiwe, akaja sasa huku ndani ya lile jiwe. Oya, mama nitia ghafla mnao nikaja mpaka huku. Sasa ndugu yangu nikawa umeshaanza kuzoea maisha yamekuwa tofauti eti. Sema ni kweli. Yaani kama na mama kila pahali. Niona kuona polekea na kuona. Unasema? No, nanyona ndio. Kama? Aya niambie. Mchongo gani ulikuwa unataka nikwambie mchongo gani? Mchongo gani huo? Asema kuna jiwe moja liko. Liko jiwe gani? Lenye dawa kumponya Kintan. Kwa kama uko tayari, tukachukua ile jiwe litamponya Kintan na utakuwa salama. Hilo jiwe linapatikana katika jumba la vitu vya maajabu. Kama uko tayari twende. Kweli? Lizuri ndio. Ambalo jiwe la nguvu lipo ndani ya ile jumba la vifaa vya maajabu kule. Lile jiwe linaitwa Dragon Saliva, mate ya dragon. Kama? Kweli tunaenda basi. Kwa nini kuamini unachokisema? Kwa sababu ndo dawa kumtibu Kintan ugonjwa wake. Shirikiane. Unaenda uende wewe. Aka ametoka. Mara sikia anaitwa huko. Kwa shida gani? Njoo. Aka amekuja huku. Lakini tayari shamba kuna dawa inaitwa Dragon Saliva ya kumponya Kintan. Sasa kaambia shida gani mama nitafuta mpaka sasa hivi. Kama kuna mtu na yule mtu leo kodia chumba. Anaita mkali. Chakula kumbe ni huyo. Huyo mtu nani huyo? Anyway, sababu kuna msosi sitauliza kitu. Wacha tukale hivyo. Sasa kujua na makodia chumba wawili waje kulala. Waka ameenda tu kumbe Huan ndo kafanya ile kazi. Lindong akapita, Huan akawafuata. Haya wakawa wameenda. Sasa jumba la vifaa vya maajabu ndo hapa. Lile jumba la vifaa vya maajabu la kuaga hapa ambalo la ulinzi mkali sana. Sasa binti akaagiza msosi wakawa nakula. Binti akaa amejificha kando kidogo akawa anacheza kamari. Sasa jamaa mmoja akaniambia mzee nasikia kuna jiwe liko hapa la thamani kubwa. Binti akafanya kana cheki. Kumbuka ni kamari ya kielela tu. Hii kamari alikuwa anacheza kamari fulani ambao inacheza anyway. Mimi sina pesa tena nimechoka hapo. Lakini mama kuna kioo cha dhahabu hichi. Hichi kioo cha kichawi. Ukiangalia huko ndani unamuona mpenzi wako, yani mume wako mtarajiwa unamuona huko. Ukiangalia hapa unamuona mume wako mtarajiwa anakuja kufungana ndoa baadaye. Kwa hiyo kioo. Sasa ndo akaangalia akamuona Huan yuko busy anaangalia bidhaa anazoambiwa pale. Ndo akaja akajilaza hapo. Akametulia kana sikiza maongezi ya Huan na yule bwana anamuzia kile kioo. Kama hichi kioo mtu atakayetokea kwenye hichi kioo ndo mume wako mtarajiwa. Mtu mwingine wote afai. Mko amenije sasa kama ni ukweli. Kama mama tumia nguvu za kichai kidogo tu. Hichi kioo akionyeshaje mtu zaidi ya mume wako peke yake. Kwa kichukua hichi kioo atakayeonekana humu ndo mume wako mtarajiwa. Mtakuwa amenije sasa kama ni ukweli. Kama uongo. Mara mzee Mbilikimo akaja wanamuita Mr. 14. Wamelala hapa. Mzee ni msosi nini unakula wewe? Pate kidogo basi. Kae muumba. Mbona mtoto unakula tu anyway. Ambacho ni cha kwako tu. Ambacho si chako hakiwezi kuwa cha kwako. Wewe mzee unapenda kutumia misali na misemo sana. Leo unataka kutumia misemo wewe mzee. Kila kiongea kutumia misemo tu. Asema kwa sababu kilichopo kipo na ambacho kipo na kile kipo kichopo hakuna. Mbona niumbisha mbona kipo hamna hadi nakabwa. Unatumia sana misemo wewe mzee. Anyway, zaka ambao utanielewa baadaye tu. Anyway, wazingine kama hizo hamna. Lakini ni kama vile kuna kitu kiko sawa eti. Kabla wewe tukaangalie mwenyewe. Sasa akaongea na huyu mzee kuhusu binti Huan. Sasa binti anaambiwa huko. Yaani kioo akionyesha sura ya mtu mwingine yote zaidi ya mume wako mtarajiwa. Kiangalie. Unahakika? Binti akachukua angalia. Akasema kama amenipimisha hapo. Mimi siwezi kutokea kwenye kioo hapo. Atakayetokea hapo ndo mume wako. Hem tuangalie. Kupimisha kweli. Jamaa katokea binti peke yake na jamaa yuko hapo. Kumbe ni kweli?
Akipima hamuoni yule jamaa, anajiona peke yake. Maana yake uso mume wako mtarajiwa. Ambaye umeona? Mimi sijaonekana hapo, maana yake hicho kioo mimi sio mume wako mtarajiwa. Mume wako mtarajiwa ataonekana kwenye hicho kioo hapo. Kwa ukichukua hicho utakuwa unajipimisha mwenyewe, unaonaje? Nipe hela basi. Kwa hiyo ni changu. Ambaye anyway, nitajaribu kidogo kitanifasi, ndio? Subiri uje sasa hivi. Bwana kaangalia pembeni nani mume wangu mtarajiwa ambaye nitamuoana naye baadaye. Hana shida. Akaambia pimisha uangalie tu. Sasa mimi sionekane. Akola akijinganisha wawili haonekani mwingine. Lakini akifanya hivi, akana muona Lindong si akaja. Lindong akaonekana kwenye kile kioo. Wewe nani? Wewe unaonekana kwenye kioo changu. Wana wazimu nini? Hicho kioo za kaida utapeliwa mjinga wewe. Kioo. Kaa kichaa. Utapeliwa kijinga wewe, mna kioo cha maana hapo. Lakini binti ashaamini hapana. Haiwezekani. Huwezi kama mume wangu mtarajiwa. Jamaa kama sikiliza. Namuona wewe kuonekana kwenye kioo. Ondoka. Manake ndo mume wako mtarajiwa sasa. Binti akamfuza yule jamaa. Mheshimiwa, hongera. Lakini binti akajaelewa. Akipima kioo, anaona sura ya Lindong kule na ya kwake. Kwamba Lindong wetu na mume wake. We, hebu njoo. Njoo tuangalie kwenye kioo kama unatokea kwenye kioo. Njoo niangalie kama utaonekana kwenye kioo. Binti akafosi aje kuona je, watu wengine waonekane. Nasemekana atakayeonekana hapa ndio mume wako. Sasa binti akimulika hivi, anaona sura ya Lindong na ya kwake. Lakini wengine hawaonekani. Kumaanisha kwamba Lindong ndio mume wake mtarajiwa. Binti akashtuka. Inawezekanaje mume wangu wewe? Shamisa. Nini shida mwanamke? Bwana tumetembea na kioo kama mwendawazimu. Bila kamba tulia wewe. Jamaa kwa sielewi. Binti hajaamini. Hali akiangalia kwenye kioo kwa huko mbali, anamwona Lindong tu bado. Wewe. Ndio mume langu hili. Lindong akaja pale. Ewe. Mbona sikuelewi? Mara holi mume wangu sikuelewi. Anyway, au sasa nganikiwa kidogo. Kweli au unanipenda? Nakupenda mimi Labda unanipenda. Kama una wazimu nini? Mimi natembea zangu kivyangu tunakutana kwa bahati mbaya. Ila sasa mimi leo apatie ile chumba sijakodi mimi. Lakini chumba alikodi binti Huan na kumwambia kitu jamaa. Asema kuna mtu kaniambia kuna dawa inapatikana ya kumtibu Kintan. Nataka nikachukue. Ambao ni saliva. Kama ni wazo kachukue. Kama ni dawa kumtibu Kintan, Dragon saliva, kaichukue. Lakini Lindong hana pa kwenda. Asema muda mwingine nawaza mtaenda wapi? Yule mzee kanidanganya. Wewe yule mzee kweli nitapeleka kudanganya, lakini kwa nini sisi na mimi tukaenda kwetu? Twende kwetu kuna ukoo wa Dao. Utakaa vizuri, utaishi maisha mazuri. Akamwonea huruma. Twende kwetu Dao kwetu ni kuzuri. Utaishi maisha mazuri, utakaa vizuri. Asema hapana. Sitaki kukaa kwa mtu yote. Nikikaa kwako nitakuwa unanidai fadhila. Na mimi sitaki nifanye hivyo. Bwana niishi peke yangu, niishi na maisha yangu mimi na Kintani tu. Sitaki kitu kingine chochote kwenye hii dunia. Zaidi ya Kintani enjoy maisha yake. Kwa sitaki niende kwenu ili baadaye unidai fadhila. Hapana. Nataka nikae peke yangu. Binti akamwonea huruma Lindong. Na binti akaanza kumpenda kuanzia pale. Sema natia huruma. Kama uenda basi yule mzee sio tapeli uenda. Ni mawazo yetu tu labda. Uenda yule mzee sitapeli. Kama ni mawazo yetu tu. Na utampata. Akamtia tu moyo mahali Lindong alikuwa hana mwelekeo tena baada ya yule mzee kusikia hawezi kaepo pale. Mbona angalia kwa huruma namna hiyo? Kwa umenipenda au? Mimi ngupenda wewe. Mbona angalia macho yako hayo? Unanipenda wewe? Unanipenda? Penda una wazimu. Upende wewe. Lakini kweli binti ameanza kumpenda sana Lindong. Kwanza aone kwenye kioo kwamba huyu ndio mume wake. Akamwambia kichoko chako ni chako. Na ambacho si chako hakiwezi kuwa cha kwako. Na kile chako kianza kisiwe cha kwako vile vile. Nasema ule mzee mfupi. Penda. Binti akamuondoka.
lakini Lindong mawazo yake mengi ni kuhusu Kintan ndugu yake na yeye ataishi baada ya hapo. Basi anajipa furaha, anajipa maisha, anajipa moyo. Anaamini wa siku moja mambo yatakuwa vizuri. Palipokuja siku iliyofuata, sasa Lindong alikuja mara nyingine tena katika jumba la vifaa vya maajabu, yaani jumba la maajabu mahali vinauzwa vifaa vya maajabu. Lindong alikuja kwa hasira leo, adai kwa lazima mzee yuko wapi. Kuja mpaka hapa na binti mpaka hapa. Wakajiandaa kivita. Mara katupa mikoba, akapiga magoti. Lindong, Mheshimiwa, jamani nisaidieni jamani. Binti kaona Mungu wangu. Jamani nisaidieni. Yaani tukuja kwa speed yote kwa hasira, kumbe upige magoti. Jamani mzee, nakuomba utokee basi. Mimi naomba msaada wako mzee. Sina pa kwenda. Nataka nikuone. Lativo. Lasivo. Binti akaona ananizuga wewe. Mjua tunaingia tupige mkono tuingie tupige vita mpaka ndani, kumbe anaomba. Mara akatoka susu akatokea kwa hapa juu. Akamwona Lindong karudi tena. Mzee jamani jitokeze, mzee jitokeze. Tabidi msubiri mpaka mzee arudi. Sina pa kwenda, afu ndo bango niambie nimfuate huyo mzee. Sasa sijui uko wapi mpaka sasa hivi. Mimi nabaki mpaka atakaporudi. Binti akaona wajinga na kufanyia makusudi hao. Sasa ngoja. Binti akasogea mpaka hapa. Ngombe kitu. Akamwaga ile pale mlangoni. Unaona zile hizi? Tumeenda kwa matumizi yenu mpaka nitakaporudi siku 2 au mpaka 3. Naenda kwetu kuchukua nemba babangu na kuja nayo hapa. Wakiona nemba babangu tutafungua mageti haraka, watapokea haraka sana. Wanga kuchukua nemba babangu. Nikienda kuchukua nemba babangu alikuwa mtu mkubwa. Lazima kuheshimu, atakufungulia uingie ndani tu. Subiria. Sema nemba babako inahusiana vipi na hapa? Subiri uone. Binti akaenda kuiba nemba babake. Nemba babake alete hapa. Ili wakiona nemba babake, wamruhusu Lindong aingie, waonane naye. Binti akaenda kuiba nembo kwao. Jamani Lindong niko nje mzee nisaidie. Nataka tuongee na wewe. Babangu alipokufa aliniambia nikutafute. Sasa binti akaja mpaka kwao kweli. Yaani binti nkichaa kweli kweli. Akaja mpaka kwao eti kuiba nembo ili akamsaidia Lindong kule. Kufika hapa ingechukua nembo babangu ni kosa ujue. Lakini sasa nikichukua itakuwaje? Nishamuahidi Lindong mimi nimpelekee, nitafanya. Bidi nifanye hivyo. Nachukua kwa lazima. Akaingia kwao bana ndani mbio. Kaja mpaka kwao kuna ukoo Dao. Akatafuta nembo ya babake ambaye ni kubwa. Babake ni mtu mkubwa, mkuu wa ukoo Dao. Kwa kipeleka pale akizani kwamba wakiona ile nembo atamwachia Lindong aingie ndani. Udao kaka yake alimuona. Binti karudi ghafla, alafu kaingia kwenye chumba cha kupekua, twani chumba cha vitabu kana pekua. Kafika tu na kupekua chumba cha vitabu. Udao akajua kitu gani ambacho Huan anatafuta. Na anafanya yote kwa sababu mapenzi ambayo yako ndani yake kwa Lindong. Udao akapeleka taarifa kwa master member babake na binti. Kwa binti karudi ghafla, alafu anapekua, anatafuta nembo yake. Binti akaipata hiyo. Baada ya kuipata, binti akasepa. Master babake na binti alikuwa anafanya mazoezi makali katika junga ile. Juu kabisa alikuwa anafanya mazoezi makali ya kichawi. Udao alikuja, "Master, Huwa nikafika kaka ingia kachukua nembo yako anatoroka na anaipeleka mbele." Zaka mama muache nishajua. Anaenda kumsaidia mrisi atakayeokoa ulimwengu baadaye. Kwa muache achukue tu. Huyo mtu anayemfuata ndo mrisi aliyetawazwa na Master Emblem Master. Watu muache. Akisema kama anaenda kumsaidia mtu atakayeokoa ulimwengu baadaye, muache itumie. Ataiva kufanya hivyo anajisaidia mwenyewe na maisha yake pia. Maana akimsaidia huyo kijana Emblem Master, akimsaidia huyo kijana ambaye ni mrisi, amejisaidia na yeye peke yake. Zaidi, fuatilia kile anapokwenda tu, uangalie usalama wake kile anapokwenda. Hilo ndio jambo la msingi peke yake. Sawa Master. Master akasema amfuatilie tu anapokwenda kwa ajili ya usalama wake. Lakini Udao anachukia. Kwa nini binti anaondoka anasumbua, mara aondoke mara arudi? Hichi kitu Udao apendi. Akamfuata nje.
babake na binti alikuwa amekaa kwa mtu anayeona future vitu vingi sana, kwa sababu ni mtaalamu kwa sala uchawi. Asema hatimaye mwanangu siwezi kuiamua. Kama ni huko itakuwa huko tu. Naamini huyu kijana ambaye ataokoa ulimwengu yuko vizuri. Ataokoa ulimwengu kufungia mapepo mzima. Akiwa toka nje udau hapa. Unapeleka wapi nembo ya master? Ana kumwokoleana na rafiki yangu, mkomboa rafiki yangu. Niacheni nipite. Mngata kweli. Mngata nini wewe? Unataka wapi nembo ya master? Nembo ya master? Ushajua? Anyway, hii hapa. Sikia ngombe udau. Na rafiki yangu mmoja alinikomboa eti. Kwangu ni kama mkombozi. Aliniokoa zaidi ya mara 3. Mkombozi? Ndio. Huyu rafiki yangu aliniokoa zaidi ya mara 3. Sasa leo anahitaji msaada. Nikaona nifanye hivi kuja kumsaidia. Nikitumia nembo atasaidiwa. Kwa nikimtumia nembo nikiona nikionyesha power atafungua njia ingie ndani. Kwa nikaona sasa alishanisaidia wakati ule. Hata mimi nilipe fadhila nimsaidie. Hata master alitufundisha kulipa fadhila za haki na ukweli. Kumbuka aliposema master, kama nikamsaidia Lindong, siwezi kumwacha Lindong ataseke peke yake. Kaka, niacheni niondoke basi. Au utaki kufanya hivyo? Nenda kumsaidia tu Lindong afu narudisha hii nembo. Shida yangu nembo tu itumike kuokoa basi. Kama nasema unavonizuia. Au unataka kuona Lindong akifakati mata tufundisha amri ya kwanza kwamba kulipa fadhila ni haki. Lipa fadhila ni haki, master alitufundisha. Haya. Anamzuia binti asiondoke. Akasema shida sio hivyo. Ni nembo ni ya master. Alafu anakwenda huko, kaenda kukipoteza au kikuta kitu kibaya huko. Anyachie! Nataka niondoke zangu usinisumbue. Basi nifuate. Anyway, tufanye hivi. Twende wote lakini usiniingilie mambo yangu. Niende mimi na wewe. Kama tuondoke bwana. Wote tunasindikiza twende. Basi udao akamfuata. Akaenda na binti paka chini ya kijiji ambacho huko anakwenda. Lakini master alikuwa anaangalia tu baba yake na binti, akanaona kwa mbali. Basi usiku kama umefika, baridi kali. Mimi si rafiki yako. Kwa tukienda kuiba mimi nakusaidia, unaiba afu tunaondoka. Kitu kidogo sana. Tumsaidie ndugu yako. Unafikiriaje? Kwa unajika kwamba kweli ni dawa. Ukinisaliti, kama kwa nini sikusaliti? Msaliti liweje? Leo wakubali wakaiba ile dawa. Wakawa wamekubaliana waende wakaiba ile dawa kwenye jumba la maajabu, yani Mastic House ambayo tuliona muda uliopita ile. Sasa kabidi watoke waende. Sasa jamaa akasema atamsupport Lindong kwenda kuiba ile dawa. Haya, usiku ulipofika wakaja kuiba dawa kwenye jumba la maajabu lile ambalo walitoka muda uliopita. Sasa ile jumba linauziwa kichawi. Jamaa sakagusa hapa. Bwana kuna ukuta hapa wa kichawi. Lakini upanya demonic Martin ni mjanja sana. Sasa hapa upiti vivi hapa. Anyway, lakini kuna kabizani kuna nacho watoto kapita nacho haka. Haka kabisa kanawaka moto. Kwa moto wa kichawi ndio unaweza kuchana hapa tukapita. Kwa hiyo ni stick ya kichawi. Kwa tutaingilia kupitia hii na kurudi tutumia mwenge wa moto ulioko kwa ndani tutoke nao. Kwa tukiingia kupitia hii simple sana. Moto wa kichawi tu unaweza kuchana ile wengo hapo kaingia ndani. Ngoja nikuoneshe kitu. Jamaa kawasha namna hiyo. Sasa huo ni moto wa kichawi akana chora. Inaonekana huyu demonic Martin anajua vitu vingi sana ambavyo Lindong hajui. Inaonekana jamani mjanja sana. Isitoshe ni msela wake. Jamaa kachora duara chap mlango. Anakuchora duara kama hivyo. Mlango ushafunguka. Penye sasa. Tukaibe Dragon Mist Saliva. Dragon Saliva ni mate ya dragon yaliyokauka kama jiwe. Kwa hiyo hao ndo dawa kumtibu ugonjwa wa kinjaa wa kitana. Akapita mpaka ndani namna hii. Sasa ndio eneo la kichawi, kwa hiyo ukiingia mwingie kijanja, kama ingia kijanja namna hii. Lengo wakaibe ile dawa ya kumtibu kintan ambayo ni Dragon Mist Saliva, yani mate ya dragon. Haya wakaja mpaka huko ndani.
Kufika hapa bidhaa ni mingi. Nakumbuka hakuna mtu muda kama huu. Kama mzee amehifadhi vitu vingi huyu mzee. Wewe kuja hapa wewe. Sikia. Usigute kisu ovyo ovyo. Tuje kuiba dawa tu tunaondoka. Sio kitu kingine. Mimi nilikuwa nashangaa tu jengo lilivyokuwa limejaa. Lakini huko chini hii dawa haipo. Dawa itakuwa kule juu kabisa. Kama ni juu tuende. Vuta kampeleka huku. Uja amekaa kijana sana. Yaani kaka mtu mjanja sana yani. Fika mpaka huku. Amekaa kijana sana huyu jamaa. Jamaa kamba tulia hapa. Ujanja wako tuliza hapa. Wasikia. Mbona sikuelewi? Hiyo dawa iko wapi? Sasa nakuonesha kwanza. Sasa niambie iko wapi sasa? Amekuja huku lakini ana mambo yake na yeye anayotaka mwenyewe. Wakaanza kupekua kama atapata hiyo dawa ambayo anatafuta. Wakaanza kupekua huku na kule. Lido akiwa ameangalia huku, jamaa wako akaa mjanja upande wa pili kule, naye akanachagua bidhaa anazotaka azichukue. Jamaa kufika hapa chap, akaipenda hii. Lido amuoni, akaificha. Akaiba zingine na zingine, akanaiba nyingi. Lakini Lido lengo la kuja hapa ni apate dawa kumtibu mdogo wake. Lakini mwingine kaiba vitu bidhaa kibao na ziba naondoka nazo. Lido akiwa hapa akamegusa umshale. Si akamegusa kuna roki huko hapa. Bwana kumbe kuna ulinzi huko hapo ndani, mzee amtoki tena. Afika geti likalo la shuka namna hii. Geti kushuka wakashindwa kutoka. Walikuta wamefungiwa ndani pande zote. Wamefungiwa katikati ya jengo hili. Na hili jengo la kichawi kumbuka full master yani ambaye anamiliki hili hapa. Sasa amebana katikati. Kisha zile kuta ulinzi wenye kuta mbili zikaanza zinakuja kwa bana katikati. Yaani ukuta wa huku na wa huku unakutana katikati. Kwa tabinywa katikati. Sio akiwa hapa alisikia tetemeko akajua biashara kuna mtu kaingia kwenye jumba la maajabu. Mzee naye alirudi huku, kuna mtu kaingia kwenye jumba la maajabu Lidong ni nani huyo? Sasa mzee ana furaha kwa sababu Lidong ndo mrisi, ashamuona kwenye future yake kwamba Lidong ndo mrisi mkubwa baada ya yote haya. Sasa mzee akasikia kaja Lidong utakuwa umekuja ni wewe. Asali jiwe linakuja upande huku na hilo hapo na kule linakuja kule waje kuminya katikati kwa. Kivote vile wanakuja kuminywa katikati yani ambao wanakuja kuminywa katikati hapo. Sio kuona vile akaja. Uko shida gani? Sema kuna watu tutakuwa wameingia kwa jumla la maajabu. Shida gani? Mzee amefika. Tulia tuangalie kwanza bwana. Sikurupuke. Sasa kuna watu wameingia kwenye nyumba ya duka la maajabu wameingia kule. Kama sasa shida iko wapi? Tulia tuangalie kwanza. Subiri tuangalie na pambana peke yao. Subiri mke wangu ngoja. Bwana kichani. Nimekwambia tulia hata kama wameingia kule. Kile tu kina nafasi yake. Tulia tuone watatokaje wenyewe kama wenyewe. Mzee akanacheka. Mzee ni mtani sana. Mkasirika mke wangu. Mke. Asahau kuwa na bana kule kweli. Lakini mzee haonekani kujali chochote kilani. Haonekani kujali chochote kabisa. Sasa wanabana katikati na huo ukuta. Ni kuja unakuja. Wakasukuma lakini ngoma wapi? Hapo walibuma bwana. Ilango la maliza. Jamaa akachukua msala kichacha akapiga kwa juu, kumbe alipiga hivi zake kumsaidia. Hivi zake kamtoa nje ambao alikuta huku. Kuta kwa mwakosa. Wakaja hapo wanakimbia. Sepe. Mjinga kabisa wewe. Yuda iko wapi? Umeona hiyo dawa? Kama msikuzao na mtego. Ngojea ningepita pale. Ni kama unataka kunipiga? Wabiza mshalo au umechukua kule ndani. Basi. Sasa wanaanza kulaumiana wenyewe. Lakini akiwa hapa akaona kuna njia inaendelea huku. Kaona kitu gani tena? Jamaa kaipimisha. Piga kitu namna hiyo. Bwana kumbe kitu kizuri sasa ilikuwa ni bizari kwa inapita tu. Mshalo wako uko vizuri. Sasa ilikuwa ni bizari kwa inapita. Mara walipita huko. Ukaguzi ukaanza kufanyika kwenye jumba hilo. Wanakagua wanafunzi hao. Sikia kwambie kitu. Unapata dawa hujapata dawa. Kama iko hapa, iko kule chumba kingine kule twende. Dawa nao kuipata, wakawa wanakimbia. Sasa wanakimbizana wewe. Tena hapo kwenda huko. Nasikia nipita huko.
Alipita huku. Alipita huku. Jamaa kasongia upande wa pili huku. Master yani kumbe yuko hapa. Anataka aone wakichezea zaidi. Ndio tuchezeshe kidogo bana. Tuchezeshe kidogo bana. Wamekuja kwetu kwa mtu wache hivi. Yesa na uchai kwa ajifanya invisible. Kwa hiyo yaonekane. Akapita huku. Wanajikuta wamtokea pale pale. 救了你，要不是因为你，能这样吗？什么叫救？ Mjinga hali ya juu huyo. Kama usinilaumu mimi. 谁救了？ Mbona sasa juu hatujapata na tumeondoka bure. 都有啊。 Jema alipata, akaambia sijali. Nikabaki tu, tukipita hapo na kule, utapata kujua vitu viko wapi kwa sasa hivi. 我想了。 Kwa tunapitia hapi, tupate kulijua hapi ilipokuwa. Asa mpaka tupate tena nafasi nyingine, tuweze kutafuta lile jiwe. 哎呦，我求求你， Mbona kitu, hiyo siguse kwa sasa hivi. Hata tuwe nikuoneshe kitu. Akapiga kule mzee. Alikuwa anakuja akapiga kaanguka chini. Oya, unaweza. Unaona kitu kidogo na hiyo. Ni nguvu iko hivyo. Twende huko. Jamaa kana anakimbia na upande wa pili kule. Wakawa anakimbia. Huyu mzee anajibadilisha na kuwa invisible tu. Kwa watu akifika hapo amuone. Kama mzee bwana siku leo unafanyaje hao? 还好没摔坏。好啊。 Jamaa akasema basi sasa. Kufika hapa amechoka, mara kaangusha bidhaa alikuwa ameziiba. Oh! Hao akamuona. Kumbe umeiba vitu vingi namna hii. Akapiga pateke kule sasa. Ndio akajua jamaa anakuja kumdanganya huyo. Amba usiingilie. Nilikwambia tukachukue dawa tu ya Dragon Saliva. Unaona unaiba vitu vya watu unachukua vingine, watu wanakimbiza vivyo kumbe tumeiba vitu vya watu. 你什么时候偷这么干？ Nilikwambia usichukue kitu cha mtu chote kile, maana unachukua vitu vya watu na tunakimbiza sababu ya wizi wa vitu vya watu. Sasa viacha papa. Tuondoke. Dragon Saliva iko wapi? 你别告诉我。 Au sasa mbona unidanganya wewe? 了。 Ulinidanganya? 把藏宝贝的地方修。 Kama sifili kwaje? Lakini sikutegemea kama utakuwa unidanganya namna hii. 等等，多好啊！吞噬祖父再试试看。 Asema anyway. Tumia jiwe la itakuonyesha mahali bidhaa zingine zilipokuwa. Sasa mzee tumia hiyo jiwe. Sasa jiwe itamuonyesha mahali bidhaa zingine zilipokuwa. Sasa mzee ni mtaalamu wa lile jiwe. Kumbuka yeye ni Emblem Master. Anza control lile jiwe. Sasa kama uli control jiwe lopeleke sehemu zingine ambazo vifaa vilikuwepo. Akavuta sasa wao. Hawezi kuona mzee anavyotumia ule uchawi. Jamaa akaona jiwe lampeleka kuchap, akapita wakaenda huko. Sasa kujua kama amecontrol na huyu mzee. Mzee anaenjoy kuwachekesha kweli. Mzee anasema mambo yanafurahisha haya. Watu ni watese hivi. Sasa mzee akawa anawachezesha makusudi ili aenjoy. Au unaonaje? Mimi naona vizuri. Tingie upande huko nje. Sasa upande huko Kintani maskini hali yake ni mbaya mno. Na Lindong ameenda kule kwa ajili ya kumtafutia dawa amletee aje kupona ugonjwa ambao yuko nao. Sasa binti anaamka hapa na kuta kaka yupo. Mara akatokea Python yule pale. Python kufika. Kama Python nenda kumsaidia kakaangu Lindong yupo kwa jumba la maajabu kule ndani. Python alikuwa pale akana asikiliza tu. Kaambia kamsaidia Lindong yupo ndani anaomba msaada kwa jumba la maajabu. Akaambia nenda. Kakaangu Lindong anaomba msaada. Ipo katika chumba cha maajabu, nyumba ya maajabu la bidhaa. Python akaenda kumsaidia kule kama binti alivyomtuma. Lakini binti kaka yake alienda kwa ajili yake, lakini hakuwa na jinsi nyingine yote ile. Kwa binti akaamka taratibu, akamsogea maeneo hayo. Kumbuka ugonjwa wake ndio kitu kinamtesa. Akiwa hapa akaa amechoka sana. Mara Lantian akaja. Na kumbuka Lantian katumwa lile jiwe na ule sistamu kaja mpaka huko. Alimkuta binti anaumia peke yake. Binti akasema kuna mtu anamwekea nguvu namna hii.
Binda shaka kuna mtu anamwekea nguvu. Alipeleka macho kushoto, alimkuta Lantian. Kintan. Mashida gani Kintan? Asaka msaidia Lindong ameenda kuchukua dawa kwa ajili yangu kwa jumba la maajabu. Nafia kwamba anaweza sirudi. Kambo sijali. Kwa namba kamsaidie tu. Nenda kamsaidie tipo ndani ile jumba. Nenda kamsaidie. Kambo sijali. Nenda kumsaidia subiri nafika. Ndani ya jumba la maajabu, jamaa wako bwana anakimbia tu. Hajui apate wapi ile dawa, hajachukua dawa na huko anakimbizwa kila pale wanapoenda. Wanakimbizwa. Kila akipita mzee yuko hapa. Wanapita hao. Mbona anafurahisha kijana? Yaani nimekapenda buri wake anachangamfu ajira. Hem tukachungulie tena. Mzee una wazimu ni? Kwa kamati tulia. Tulia tize kombolela kidogo. Sasa tize kombolela kidogo mtafutano. Kijana azidi kunifurahisha tu. Anifurahisha tu kila nikimwona anafurahi tu. Mara kama ameingia chumba kingine ambacho kina bidhaa zingine. Jamaa akasema hapa tuzo kapata hiyo dawa tunayotafuta. Sasa ngombe kitu. Hizi tutapata bidhaa papa. Tupige search. Bidhaa itakuwa iko hapa lazima. Kwa hiyo tutafute kwa haraka. Sasa kwa anakagua kutafuta dawa Dragon Saliva. Wakiwa huko mzee anachungulia tu kama mzee. Tufanye mpango tuwakamate au tuwafukuze. Sema tumuone akili yake vizuri. Tuone akili yake huyo. Inapenda kitu gani hasa katika maisha. Sasa na kichani mzee. Sasa takuwa mkamata kama ndo kiongozi hao. Akisema kama kweli huyu ni mrisi. Hawezi akapaki kirahisi. Lazima tu kuna kitu kitaonekana tu. Hawezi akafa kirahisi. Hawezi akatoa shida yote kirahisi. Kwa kama ni mrisi tu. Kama unajua kwa nini nasema hivyo? Mchezo unafurahisha sana, nataka niangalie zaidi. Ndio siku tuletea hasara hapa. Baki uangalie mchezo wako, mimi naondoka. Kwa hasira namna hiyo. Mimi sisema kama nataka kupata hasara hapa. Nataka tuangalie tu kidogo zaidi ninapoenda kuiandaa filamu hii. Ninapokwenda kuiandaa hii filamu ya mimi na huyu kijana ikanoge zaidi. Kumbuka filamu unasemea ni kumtawaza kuwa mrisi. Sasa kama vipi kama akitokea huyu sie nampora jiwe langu. Hivi kama kawa sio kweli sio mrisi. Sasa kesho mrisi nitapora jiwe. Ngoja. Mzee akavuta picha za kwa sehemu gani huyo. Sasa wakawa watafuta lile jiwe la Dragon Saliva. Hajui liko pande gani. Sasa jamaa wako alijui ila yule mwingine alijua. Nilongo fika paka na cheki. Hata kuna kabisa fulani kwa hapa afuka na ng'aa kichayo kweli. Kushika ile bidhaa kama vile kai imeangaza mwanga hivi. Ndio akaona ngoja. Jamaa wako amekaa huku anaitafuta Dragon Saliva. Anayejua ndio huyu hapa. Yeye nani ajui, yani Lindong ajui. Anayejua ni huyu mwingine Dragon Martin. Akishika hii bidhaa ikatoa mwanga kamulika ile dawa ikaonekana. Sasa muone hivyo. Wameshika bidhaa kule tayari washaipata. Waipata kwani wewe kafunge mlango. Binti akasema hizi ichukua kirahisi. Mzee akaangalia tu. Mzee akajua washaipata. Na kwa jamaa kuiona hii hapa ikaina ng'aa kuliko zingine zote. Chapo kaiona. Umeona ile? Bidhaa ikaonekana. Sasa kumbuka Lindong haifahamu. Yule demonic Martin ndo anaijua yule panya. Ndio hii ni nyauso yenyewe. Jamaa kasoma maandishi yameletwa pale na yule mwanga. Akayasoma. Kumbuka mbona maandishi yanafanana kabisa na yale nilikuwa nasikia kwenye vitabu nilikuwa nafanyia mazoezi siku zote zile. Itakuwa ndio hii dawa hii. Jamaa akaiona hii hapa hii. Dragon Martin hii hapa. Dragon Saliva. Ndio hii dawa hiyo. Kwa Kintan anakwenda kupora si ndio? Tuondoke nayo. Wako kumlango kafunga mara mlango kafungiwa huko ndani. Haini fungueni mimi. Kufika tena panda huku.
wakajikuta wamewekwa chini ya ulinzi na wamekamatwa. Furaha yote kai imeisha. Binti akawafuata, amondoki na bidhaa yote hapa. 好了，你自己解决吧。 Wewe malizana naye huyo. Mimi sihusiki hapo. Jamaa akamruka. Aha! Tunajuana bwana. Wanakumbuka. Sasa ngachangana nani na mbona kana kufahamu tu. Mimi na tunafahamiana bwana. 没事吧？ Sasa nikaona 这样 kama 的， rafiki yangu sana muda mrefu. Sikia bwana. Mimi nataka hii dawa kwa ajili ya ndugu yangu anaumwa. Unaichukua tu kwa roho safi, sasa kumbe anaiba kwa makusudi au nini? Acha yangu tu ndugu yangu anaumwa nikamtibu tu basi. 都规 Kwa 定， maana hiyo nachukua ajili ya kumtibu ndugu yangu. 不过救人命嘛。 Lakini vitu vingine wote vile sikuwa na lingo mbaya kabisa. 你还有意思？ Uchukue kwa kilo safi ni sehemu yako hii. Hii sehemu ya biashara inafahamika na inaogopa na mtu kufika. Wewe unaingia bila taarifa, unachukua kitu ambacho kikuhusu wewe. 这是天知。 Yaani mimi sikuwa nachukua bahati mbaya. Kitu kidogo tu nimechukua je kumtibu ndugu yangu. 标 Saidia 志， tu maisha. Ila lengo langu ni kusaidia maisha ya mdogo wangu tu. Kwa hiyo afikie itakuwa ubaya. 你把偷的东西乖乖留下。 Yaani unakuwa mrahisi kuongea bila kuliko kujua ugumu utafuta hizo bidhaa zinazopatikana. Unajua ugumu kiasi gani? Sasa jamaa wako alikumbuka kitu. Kuna lile jiwe anatumiaga. Kwa nini nikimvania binti na ile jiwe itakuwa rahisi. 那你知 Kaona ngoja. Kwa hiyo ulikuwa 要 unataka kunipa si ndio? Haya, shika jiwe lako. Haya, leta bidhaa muondoke nitawasamee. Jamaa kumbuka ile jiwe la nguvu, akatumia lile jiwe. Kichaya akamwekea namna hii. Sasa ile jiwe la nguvu akamvuta binti namna hiyo. Hata kupiga mishale mzee, akamdaka binti akamshika, akamteka. 放开宣肃事件。 Mwachia master wetu wewe. Wakensi haone chini, unachia nitoke na niondoke naye. 老范，你把我送出去。 Vinginevyo utamua huyu. Ndugu yangu na mbinu namna hiyo. 小心！ Tusefu kwa makini. Binti naye na uchawi mzee akajitoa pale. Piga bonge ya kombola mzee. Bwana binti ni mchawi kweli kweli. Afu nao hawana uwezo. Dragon Saliva ndio hii kadondoka. Afu alikuwa anatafuta muda mrefu sana kuipata. Haikuwa kazi rahisi kwao. Sasa leo inaanguka chini Dragon Saliva. Mara ukuta kafunguka pale mara ukuta kafusuka kitu. Yaani ukuta kapiga mlio mzito mzee. Afu ukuta kwa mpasuka. Na nikavunja ukuta kaingia kwa saidia upande huu. Alikuwa nani? Ni Python. Alikuwa ni Python. Python! Akaila ile Dragon Saliva akachukua. Wasubiri bwana wewe. Afu akatoa akaondoka nao. Kwa ile tundu ametoboa tundu kubwa. Kwa ile jengo akavunja tundu kubwa na wakatoka wakaenda zao. Sasa wametoboa tundu na wakapita wakaenda napo. Ilikuwa ni sehemu ya 10. Tunaanza sehemu ya 11.